Mtazamaji wa MSN Tanzania, karibu. Kumbuka kubwa zaidi ambalo limechachamaa nchini kwetu kimichezo ni sakata la kuahirishwa kwa mchezo wa Machi 8 ambao ulikuwa ni mchezo kati ya Young Africa akimkaribisha Simba Sports. Baada ya mengi kutokea pale na mchezo kuonekana haukuchezwa, sasa taarifa zimekuwa ni nyingi, lakini reaction za mashabiki wa hivi vilabu viwili, lakini kwa sasa reaction kubwa iko kati ya Young Africa na mamlaka za mpira. Kubwa zaidi ni kwamba Yanga hawataki tena kusikia mchezo, na mchezo ambao ulipaswa kucheza Machi 8 na kwa sababu uliahirishwa, basi Young Africa wao wanajua mchezo wao waliumaliza Machi 8. Dodoma ni miongoni mwa maeneo ambayo mashabiki wa Young Africa ni wengi kweli kweli. Tawi kubwa ambalo linaongoza kwa ukubwa kwenye matawi ya Young Africa ya mashabiki liko hapa Dodoma. Niko na moja kati ya viongozi na ambaye alikuwepo kwenye mkutano wa wanahabari ambao ulifanyika hapa Dodoma, wazee wakitanabaisha namna ambavyo wao wanalitazama hili jambo, lakini msimamo wao ulitoka kwamba Young Africa wasipeleke timu, manake waliungana na viongozi. Elisha, sakata bado ni la moto. Naam. Ya tumeona namna ambavyo kila siku sasa place na si tu kila siku, ni kutoka almost maeneo yote ya nchi kwa wanachama kwa wanachama wa Young Africa. Ilikuwa Zanzibar, Dar es Salaam tunaona. Tulianza kwanza Dodoma, ikaja Zanzibar, jana imekuwa Dar es Salaam. Na mikoa mingine wataendelea. Ndio. Kwa namna ambavyo umeifanya, si kampeni, ni uhalisia wa mambo. Ni uhalisia. Yes. Kwenu mnaona ina impact? Kikubwa kwanza, kwa mujibu wa katiba yetu, mwanachama wa Yanga ana fursa ya kutoa maoni yake. Ndio. Lakini pia sisi kama viongozi au tunaosimamia matawi katika mikoa, tuna haki ya kutoa maazimio ya mkoa. Ndio. Kwa hiyo kama juzi Dodoma, wazee pamoja na wanachama na mashabiki wa Yanga kwa zaidi ya matawi ya 50 hapa tulifanya vikao, na baadaye tukatoka na hiyo tamko la kuunga mkono kwanza ni kauli ya klabu yetu, lakini pia na kutoa msimamo wetu kwa kauli ambazo zilikuwa zilizotolewa na rais wa shirikisho la mpira Tanzania. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo tumekuja navyo. Kwa hiyo cha msingi ni sisi pale tunapoona klabu yetu inaonewa au inanyimwa haki yake au inachafuliwa kwa namna yoyote, lazima tutoke kwa ajili ya kuisemea klabu yetu na kuitetea. Manake na nyie pia kwenye ngazi za matawi, nyie pia ni viongozi, manake nje tu na kuisemea klabu, kuna watu chini mnawasilisha hisia zao. Yes. Kwa namna unavyoona, Rais Karia si kwamba alikuwa anaongea uhalisia wa mambo kwamba pengine kuhusiana na mambo haya ukiwa kiongozi wa ndani kuyaendea yana ugumu wake. Wewe binafsi nataka usikae kwa muda mfupi, nikutoe kwenye wanayanga, ukae katikati ya hili sakata. Unadhani nini ambacho kinapaswa kufanyika? Kwanza nadhani kitu ambacho kimefanyika na Rais Karia, ametoka kwenye uweledi, kwa sababu unapokuwa kiongozi mkubwa ambazo kuna taasisi ndogo ndogo chini yako ambazo zina akti kwa maana ya kushughuli zake kwa hivi vilabu, unatakiwa uangalie sana matamshi yako unayoyatoa. Kwa hiyo moja kwa moja unapotoa matamshi ya namna kama ile, yanaharibu hata ile maamuzi yale ya chini yaliyokuwa yanataka kuchukuliwa. Inaharibu ground ya jambo lenyewe, kama lilikuwa linaanza kupata mwanga. Kumbuke klabu ya Yanga baada ya kupeleka hii barua na TFF na kutokuonyesha kwamba hatuna imani na bodi ya ligi, tulikuwa tunasubiri majibu. Kabla hatujapata majibu, rais wa shirikisho anatoka na kauli kama zile. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha kwamba tunakosa imani kuanzia yeye na vyombo ambavyo yeye anavishughulikia. Kwa hiyo nadhani kikubwa sana kilicholeta hii taswira ambayo iko hapa inayoendelea hapa nchini ni kauli
ni kauli. Kwa hiyo kwa kauli yake moja kwa moja imedhihirisha kwamba hatuwezi kupata haki kupitia TFF. Simba ndo wanaonekana kama chanzo cha mchezo kutokuchezwa, lakini wao wanazungumzia kwamba Yanga ndo chanzo cha wao kusema hawapeleki timu, kwa maana ya wadau wa Yanga ambao walikuwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa walifanya wao wasipate uwezekano wa kuingia kiwanjani kufanya mazoezi. Na tunapozungumza mpaka sasa hivi ni kwamba Simba hatajwi tena. Yaani mchongo umebaki ni wa nyinyi Young Africa na mamlaka za soka. Kwenu ikoje? Mimi nadhani jambo la msingi ni lile ambalo klabu walifanya. Japo ndio sosi ni Simba kutokuleta timu, lakini sisi tulirudi na kuiandikia TFF barua na condition ambazo tumeona na kanuni jinsi ilivyovunjwa. Kwa sababu kifupi katika maandalizi yote ya mechi ya tarehe 8 Machi yalifanyika kwa mujibu wa taratibu na kanuni. Ndio. Na kama nikukumbusha kidogo, siku hiyo ambayo ilitokea usiku wa siku ya tukio ulipotokea hiyo sintofahamu, bado na alfajiri nadhani nani Simba waliandika barua, na ile barua ilikuwa ilizagaa na wakawa wameandikia bodi, lakini mwenyekiti wa bodi alitoka hadharani, alikaliliwa na vyombo vya habari kwamba akisisitiza kwamba mechi iko pale kwa maana ya asubuhi ya mchezo. Kwa hiyo sisi tuliendelea na maandalizi pamoja na mashabiki mbalimbali kuendelea kusogea. Unamaanisha kwamba Elisha yamkini angetoka na kauli ya kwamba pengine mchezo hautokuwepo, yamkini ilikuwa ni mapema kwenu pia kuweza kukubaliana nao? Mimi nadhani kikubwa hapa tunachozungumzia ni uvunjifu wa kanuni. Kwa sababu kanuni ndio mwongozo wa sisi sote, iwe Simba, iwe Yanga, iwe timu yoyote. Kwa hiyo kanuni zilipovunjwa ndio shida ilipoanzia. Kwenye kanuni kuvunjwa? Yes, ndio shida ilipoanzia. Kwa sababu baada ya Simba kusema bado bodi ilirudi na uamuzi ule kwamba mechi ipo. Lakini mwisho wa siku inaonekana Simba walikuwa na nguvu kwenye bodi, maana baada ya hapo saa 8 mchana likatoka tamko kwamba hiyo mechi haitakuwepo. Lakini pia imetoka kinyume cha kanuni. Kanuni inataka mechi iahirishwe ndani ya masaa 72. Kwa hiyo mpaka hapo timu zimeandaliwa, kila kitu, mashabiki washaanza kuingia uwanjani, inatokea kitu kama hicho. Lakini Elisha, hauoni kama nyie Young Africa pia mnahusika kwa chanzo cha hili? Hapana. Hatajahusika sehemu yoyote. Kwa sababu inavyoonekana ni kwamba watu wenu waliwazuia Simba kuingia kiwanjani. Hiyo ni mipango ya Simba. Tumeona mpaka tumeona interview za watu ambao wengine tunawafahamu mara kadhaa kwamba kilichotokea ni kwamba Simba amezuiliwa kwa sababu ngoja nikwambie ndugu yangu, Yanga ni taasisi. Ndio. Yanga ni taasisi ambayo ina mashabiki na nini. Huenda wakati inatokea hiyo walikuwepo baadhi ya mashabiki. Kwa sababu Yanga hajadhibitisha kwamba watu wake walikuwepo pale, kwa maana ya kwamba sijui watu wa ulinzi walikuwepo pale. Hapana, haijadhibitisha hilo. Kwa hiyo lakini pia mimi nikwambie ndugu yangu, ili sakata kifupi tu romance zilianza before siku hiyo ya tukio. Kwa hiyo inaweza ikawa siku hiyo ilikuwa inatafutwa kiini cha hilo tukio kutengenezwa. Na matukio kama haya yamekuwa yakitokea mara nyingi. Yamekuwa yakitokea. Simba wanavaa jezi za Yanga na wanafanya vitu kama hivyo ionekane ni Yanga. Kwa hiyo imekuwa yakitokea. Kwa hiyo kama rumors zilianza kwamba hawa watu hawataleta timu tarehe 8 toka tunacheza na JKT, watu walishaanza kusema kwamba hawa jamaa hawaleti timu. Lakini kuna kauli nimewahi kuzinukuu za shabiki mwenzenu pia, huyu ni Baba Levo, alishawahi kusema sana kwenye kipindi cha Wasafi cha jana leo kwamba Simba wakitaka at least wawe na amani basi wasilete timu siku hiyo. Yamkini nyinyi wenyewe mliwastua wakasema sasa jamaa hawa watatuua ujue. Ndio maana nikasema kwamba hizi ndio maana kuna taratibu na kanuni na vitu kama hivyo. Lakini pia kikubwa haya maneno ya mashabiki. Mashabiki anaweza kusema neno lolote, lakini mwisho wa siku professionalism lazima iendelee. Watu waingie kwenye pichi
mchezo uchezwe na mambo mengine yaendelee. Okay. Kwa hiyo kama waliingia kwenye huo mkumbo wa kwamba wamewasikia baadhi ya mashabiki wakisema wasilete timu na wenyewe hawakuleta, walifanya makosa. Mnasema mpewe alama 3. Ni kauli ambazo zinasikika sana miongoni mwa mashabiki, lakini na wazee ambao wanaendelea kutoa hisia zao. Unadhani mnastahili alama 3? Mimi nadhani kikubwa ambacho mimi naweza kusema sio tu swala la alama 3. Okay. Taratibu mimi ninachongangania sana au sisi tunachozungumza sana ni kanuni zifuatwe. Kanuni inasemaje? Timu klabu ambapo isipoleta timu uwanjani tarehe husika na muda husika, kanuni ziko wazi. Kanuni ifuatwe. Sio kwamba sisi, maana ukisema kwamba tunataka, unamaanisha sasa, ukisema kwamba sisi tunataka ni kwamba hiyo ni condition yetu sisi tunataka kanuni ifuatwe. Baada ya yaliyotokea, mnadhani mnastahili alama 3? Baada ya yaliyotokea, mnadhani mnastahili alama 3 bila? Yeah, kwa mujibu wa kwa sababu mpaka mnasema hampeleki timu, it means nyinyi mnahesabu ule mchezo umecheza. Yes. Una kama umecheza lazima. Na ndio maana tulipeleka timu kwa wakati ambao ulikuwa unatakiwa. Sasa mimi na aliai hapa kwenye kanuni. Unajua napenda sana Young FA kwa sababu mnasimamia haswa kwenye utaratibu. Tuje kwenye utaratibu ambao unaweza ukawapa alama 3. Unauona? Upo. Kanuni kifuatwa. Ndio kwa nini wanazungumzia sasa hivi wana viongozi wanatoka wakubwa wa bodi wanasema kwamba tutumie busara. Tuje kwenye kanuni. Mimi nataka tulilai kwenye kanuni. Ndio maana nasema kuhusu alama 3. Ndio maana anasema kanuni zikifuatwa alama 3 tunazipata. Kivipi? Hebu nisaidie. Nisaidie. Yaani tunazipateje? Ufafanulie mtazamaji wetu. Kanuni tukishapangwa mchezo, kanuni inamtaka hiyo timu zote kwa muda husika ziwepo pale uwanjani. Sawa. Otherwise timu moja haijafika. Ile timu iliyofika na kutimiza taratibu zote itapewa pointi 3 na magoli 3. Kwa hiyo ukiniambia mimi nataka hii ni matakwa lakini yes, mimi nataka kukubaliana kwenye upande mmoja kwamba yes, Simba hakuleta timu. Kigezo cha kwanza cha Young FA kupewa alama 3 kimekamilika. Lakini timu pinzani kutokuja kiwanjani peke yake kwa mujibu wa taratibu za ligi kuu haionyeshi kwamba aliyefika anatakiwa kupewa alama 3. Kuna taratibu zingine hapo za kikanuni zinatakiwa zifuatwe. Ndio maana nakwambia tuliona juzi kwa nini hili sakata unaona kwamba sasa hivi linaegemea sana upande wa bodi ya ligi na TFF. Kwa sababu hivyo unavyovisema sasa hivi nao walishiriki baada ya kutikiswa, walishiriki kufanyaje? Kuvikanyaga. Unamaanisha kwamba bodi sasa, ndio maana tumesema kwenye barua yetu hii, ndio maana tumesema hatuna imani na nini? Na bodi ya ligi. Na kina Mzee Mguto. Kutokana na mfululizo. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu ya klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu nchini. Umenielewa? Nakuelewa sana. Kwa hiyo kuna makosa ambayo wameyafanya Simba, lakini kuna sehemu ambayo wameyumba nao wameingia kwenye huo. Lakini Simba anaingiaje hapo? Simba kutoa tamko. Yes, tamko lake. Yes, tamko lake. Halimzuii Yanga chochote. Kwa nini TFF bodi ya ligi imekuja na tamko lingine? Hatuwezi kusema sasa tatizo ni la bodi ya ligi. Ndio maana nakwambia sasa hivi tunacho sisi, kwani hapa tunamdai pointi kusimamia kanuni au kupewa pointi zetu 3 kwa mujibu wa kanuni ni nani? Ni bodi. Ni nani? Ni TFF. Ni TFF. Yes. Sio bodi. Kwa sababu bodi hamna imani nayo. Bodi hatuna, kwa sababu bodi imeshakuwa na madudu. Sasa kama ina madudu utapataje haki yako? Kwa sababu kama imeweza kufanya hivi almost hata mkienda mezani hamna haki itakayopatikana. Itakachofanyika hapo yani hamna kitu cha utaratibu wa kikanuni uliowekwa. Ngoja niwaambie. Kama tunataka mpira wetu uende mbele. Kama tunataka mpira wetu uende mbele, ufike mahali pazuri, kutoa matabaka na kuhesabu hizi timu zinazoshiriki ligi kuu zote zinapewa hadhi moja, zote zinasimamia kanuni hii moja, sio hawa majiant wawili, lakini hata wale wa chini
Tuzungumzia hadi wakina Ken Gold huko. Lakini na wengine watakaopanda ligi. Niliona pia umemtaja Ken Gold. Yes. Kanuni zisimamiwe. Hadi tunacholia sisi. Sio tu tunalia kwa ajili yake tu, lakini kwa ajili ya mpira wa Tanzania. Lakini unahisi kwamba Ken Gold hawapitii magumu kama ambayo hizi timu zinayapitia? Kwa sababu mwanzo tulikuwa tunalalamika kuhusu waamuzi, lakini sasa hivi tumeshuhudia. Ndio maana tumesema kwenye barua yetu, ndio maana tumesema mfululizo wa matukio ya uvunjifu wa kanuni. Hii tunachukua kwa ujumla wake kwa ligi inavyoendeshwa. Yaani nyinyi mnawasemea na wengine kina nani tunawasemea, sisi tunaisemea kanuni inavyoendeshwa, kwa sababu hata hii athari sio tu hao wakina Ken Gold wameipata. Hata sisi tumeathirika na maamuzi ya marefa ambao pia na nyinyi mmeshanufaika nayo, ila sio tatizo. Swala la kunufaika ndio maana nasemaje, tunaposema kwamba tunazungumzia kanuni, kama wenyewe wangesimamia sisi tungepata haki yetu na isingekuja kufanya hivyo. Kwa hiyo kitu wanachokifanya hapa au kitu ambacho ombi letu sana kubwa ni turudi kwenye utaratibu wa kimichezo. Sawa, ni mara ya 7 sasa. Naam. Simba na Yanga zinakimbiana na hizo mara zote haikutokea, na ndio ifike mwisho sasa. Kwa sababu sasa hivi hata unapozungumzia mara 7 ni kweli mara 7. Lakini tunapozungumzia hizo mara 7 za nyuma, angalia na ligi, ubora wa ligi yetu ulikuwaje? Investment kwenye vilabu ilikuwaje? Sasa hivi investment kwenye vilabu ni kubwa. Uendeshaji wa vilabu ni kubwa. Posho kwa wachezaji ni kubwa. Mishahara kwa wachezaji ni kubwa. Sawa, sasa ili kusudi muweze, kwa sababu mpaka sasa hivi ninavyoona hata mwenyewe unaona ugumu wa alama 3 ni ngumu sana, kwa sababu kuna baadhi ya taratibu ambazo yamkini ziko sawa sawa. Hamna ugumu. Kwa nini? Hamna ugumu. Kwa nini? Na ndio maana sisi tunalilia sana kanuni. Tukirudi kwenye kanuni, hamna ugumu. TFF bodi ya ligi wana uwezo wa kuahirisha mchezo wowote kwa muda wote kutokana na kanuni ambazo yes, kwa sababu wao walivyotoa ile barua, si ndio? Kuna kanuni wote, ndio maana kanuni zinawaguide masaa 72. Hivi unajua kwa nini wanasema masaa 72? Almost masaa 72 ni siku 2, si ndivyo? Ni siku 3. Ni siku 3. Si ndivyo? Hii ni kutokana kwamba timu mwenyeji kuna vitu wanavyoviandaa, lakini sio tu yeye. Kwa sababu sisi mtaangalia kwamba Yanga imeingia sala, lakini pia kuna wanaodhamini ligi. Kuna maandalizi wanaofanya, kuna wanaorusha matangazo, kuna gharama wanazozifanya. Umenielewa? Kwa hiyo tunapozungumzia yale masaa ni kikanuni. Hauwezi ukaja kusimamisha kuahirisha mchezo masaa 3 kabla ya mchezo. Tuchukulie mfano. Mimi nakukubali kwenye huo upande, lakini what if kuna tatizo kubwa ambalo linaweza likapelekea uvunjifu wa amani? Tutasimamia kwenye kanuni ya masaa 72 watu wakacheze hata kama kuna bomu limetegwa? Wewe nataka busara yako. Sio busara, nataka mawazo yako. Sijaelewa hapo unachomaanisha. Namaanisha hivi. Kwenye maisha kuna matukio ya dharura. Na yameainishwa. Si ndio? Sawa. Lakini yalivyoainishwa ni kwamba si wote tutaenda kuyaverify. Kuyahakikisha kwamba kweli bana. Kuna vurugu zilitokea bana. Sio? Au kweli bana kuna bomu kweli lilitengenezwa. Sio? Hiyo kanuni si wanayo bodi wa kuainisha mchezo? Kwa yale matatizo ambayo yanatokea wanayo. Je, ni yapi ambayo yametokea? Waliandika. Wameandika, ngoja nikwambie. Kwa maana mimi narudi sana. Kwa nini hayo matokeo yanatokea baada ya Simba kusema kwamba wacheze? Ndio. Almost asubuhi siku ya mechi. Bado kiongozi wa bodi alitoka na kuhakikishia mashabiki na wanaoendelea kuandaa huo mchezo kwamba hii mechi iko pale pale. Na kwa nini? Yeye ni individual lakini bodi ni hicho ni kichaka, ndio maana nakwambia hicho ni kichaka ambacho wametumia kujifichia. Nasikia. Ndio maana nakwambia hicho ni kichaka ambacho wamekaa kujifichia. Lakini kiukweli uhalisia hayo mambo wanayoyasema hayapo. Yaani kwa sababu nyinyi ni waandaji wa mchezo yamkini vitu vingi, kwa sababu mwandaji sisi ni wenyeji. Kama kungekuwa na kitu chochote kinachoashiria uvunjifu wa amani, nadhani sisi tungekuwa notified first wa kwanza. Okay. Lakini kwa nini wenyewe ndio wagundue waje nayo afu sisi ambao tulikuwa tunaandaa hatupewi taarifa? What if bodi leo ikajiuzuru, kwa mfano mwenyekiti wa bodi Mzee Mguto na watu wake au kamati yote ile ikajiuzuru?
Kwa nini Young Africa mko tayari kupeleka mchezo? Sisi tushatoa msimamo. Katika misimamo yetu ambayo tumeitoa, labda nikumbushe tu, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi katika kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja itakapogomea mechi. Hiyo ni moja. Mbili, kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga imekubaliana na kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Hiyo mbili. Tatu, tunakuja kipengele cha tatu. Kutokana na mfululizo na uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi nchini chini ya mwenyekiti Steve Mguto na katibu wake Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Umeelewa? Kwamba kwanza tunataka haki yetu. Pili, hatuna imani, kwa sababu hatuna imani pia na bodi, lazima ivunjwe. Okay. Kwa hiyo ukiniambia wote tuliangalia. Unajua uzuri sasa ngoja nije kwenye swali lako. Umeniuliza kwamba je, hii kamati ikivunjwa mtarudi? Yes. La kwanza ni nini? La kwanza ni kupewa haki. Ambayo haki inatakiwa kupewa na nani? La pili ndo wakai wa nani? Kwa sababu hapa tumesema kwa manake hawa hamna imani nao. Kwa mujibu wa nini? Wa kanuni. Ndio. Yaani hapa kanuni ndio itakayotupa nini? Haijalishi nani atakaye kuwepo pale. Haijalishi nani atakaye kuwepo pale. Sahihi. Kwa hiyo tunachohitaji sisi ni hizi zikifuatwa, sisi tuna haki ya kupata hizo point 3. Mimi nataka napata shida kidogo. Kwa mfano, hii kamati hamna imani nayo. Inaondoka. Sawa. Itakuja kamati nyingine. Si ndio? Na condition za kamati nyingine tumeshasema pale chini. Kwamba iwe uadilifu. Of course. Sasa uadilifu unaanzia kwenye tukio leo sasa. Kwenye tukio la mchezo. Na hapo ndo hapo tutakapopata pointi 3. Ambao ukifuata kanuni si tutapata. Yaani lazima unajua taratibu, lazima waamuzi wawepo. Si ndio? Lazima timu ikaguliwe. Si ndio? Lazima zisubiriwe dakika. Hizo nani wote anayewasimamia waamuzi? Anayetakiwa kuzifanya hizo zote, si ndio? Ni waandaaji wa mechi. Ambao ni kwa maana ya bodi ya ligi. Wasimamizi. Yes, wasimamizi. Maana waandaaji wanaweza kuwa pamoja na wenyeji. Yes. Sasa wasimamizi wa ile mechi kwa maana ya wale matchcom officials na nini, si ndio? Wote wawepo pale na match commissioner, si ndio? Atoe report. Ile report ndio inaenda kutengeneza hizo alama 3 kwenye message. Umesema vyema, umesema vyema. Na hapa ndo tunaposema kwamba kamati ya bodi ndio tunapokosa imani nayo. Kwa sababu hivyo ulivyovisema vyote, kuanzia marefa, mesh commissioner, sijui nani, wote hao wanachukua maelekezo kutoka kwa nani? Kwa bodi. Si ndivyo? Hawakuja. Kwa nini hawakuja? Kwa sababu ile tamko ni official, ni public. Kwa hiyo bodi ndio walizuia wao watu kuja kinyume cha utaratibu. Kwa maana nyingine walienda kinyume na kanuni. Nyie ndio mlienda kinyume. Kwa nini mlienda wakati bodi ishaahirisha mechi? Mechi inatakiwa iahirishwe ndani ya masaa 72. Sawa, katika hali ambayo haieleweki. Sisi tumefuata kanuni kwamba tusingeweza kufuata. Kwa hiyo mtu yeyote akitoka tu kwa sababu yeye ni kiongozi. Sasa hatuwezi kusema mtu yeyote. Ile ni bodi. Ndio maana nakwambia haya akatoka na maamuzi yake na mke wake kule nyumbani. Kaja leo hatuna mechi. Ni saa 8, saa 10 kunatakiwa mechi ipigwe. Kwa hiyo mtakubali tu. Nyinyi lazima mfuate sheria inasemaje. Kwa hiyo kanuni na taratibu lazima zifuatwe. Kwa hiyo sisi tulichokifuata, ndio maana hapa tunapoelezea tunasema kwamba tumetekeleza kanuni. Tumetekeleza kanuni. Kwa hiyo kwa sababu kukosa kwa huyu, kwa sababu bodi ya ligi, what if inakuja bodi nyingine na ina review swala lenu, sio? Yes, inagundua kwamba Yanga alikuwa na haki, si ndio? Lakini Simba alivyoandika barua, si ndio? Kabla ya mchezo ilikuja barua ikasitisha mchezo, sio? Ya Simba. Kwa automatic Simba yuko safe.
kwa sababu ya ile barua. Na ile barua imetolewa. Sidhani kosa moja kama linalalisha kosa la pili. Mimi nimesema siji kwenye mchezo. Kabla ya mchezo umeahirisha mchezo. Unanihukumu na nini? Ndio maana nasemaje? Sidhani kama kosa moja linalalisha kosa lingine. Kosa lipi bro? Kwa sababu sisi tunachodili, kwa nini sasa hivi inaonekana kwamba kama sisi kama tunavutana na bodi ya ligi na TFF? Kwa sababu hayo matamko yote tunayoyazungumzia, tukizungumzia hapa nimejikita sana katika barua ya Yanga na maamuzi ambayo tumekubaliana sisi, tumefikia. Na haya yote hatujaamua tu kama Yanga kwamba tumeamka tu kutoka huko tumeshiba mandazi tukasema tu tunapeleka tu timu. Lazima tumekaa chini, viongozi wamepitia kanuni na taratibu kwamba sisi kwa muda huu haikutakiwa kuahirishwa mechi. Kwa hiyo sisi tutaendelea na taratibu zetu kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizowekwa. Mlienda paka Bunju baada ya mchezo? Hatukwenda Bunju. Hamkwenda? Basi nadhani tu Alikamwe alitudanganya Bunju. Hilo hatukwenda Bunju. na nikukumbushe tu, sio kwamba alidanganya. Basi letu lilikuwa kwenye hali shughuli za kawaida tu. Kwa hiyo ile ni sehemu, ni njia. Hauwezi ukazuia ukasema lisiende huku, lisiende huku. Kwa hiyo ilikuwa kwenye shughuli za kawaida tu. Kwa hiyo katika pita wakapita hadi Bunju. Kwa hiyo Yanga apewe alama 3. Nirudi kwenye msisitizo na ushindi. Kwenye msisitizo na kwa maana hiyo Yanga wetu kama Yanga. Kama Yanga. Msimamo wetu haujabadilika. Msimamo wetu ni ule ule. Mechi sisi tunahesabu kwamba mechi hiyo ya 184 ilishapita. Tunachohitaji ni haki yetu ya kupata pointi zetu 3. Na mambo mengine yaendelee. Lakini pia tulisisitiza sana kwamba hatuna imani na bodi ya ligi. Lakini pia ndugu Karia, tuombe radhi kwa kutukosea na kusema maneno ambayo kimichezo sio ya kimichezo. Na ya kuonyesha yanachochea moto. Kwa sababu kwa kauli yake ndio iliyosababisha haya yote. Lakini wazee kukaa, wazee na viongozi wa Yanga. Lakini pia jambo la msingi sana nisisitize, watu wamezungumzia sana kwenye sakata, limeibuka sana na sakata la Karia kafanya vile, kafanya maendeleo. Tukumbuke investment walizofanya vilabu. Investment walizofanya vilabu ndio zinapeleka vilabu 16 vya ligi kuu. Yes. Pia ndio inayosababisha mpira wa Tanzania unakuwa. Kwa sio Karia. Sio swala la Karia tu peke yake. Kwa hiyo yeye anaweza kama ametengeneza miongozo mizuri. Miongozo ndio hii kama inawakanyagwa. Sawa. Kwa sababu kuna miongozo lakini pia tuangalie kwamba unaweza kuwa na miongozo lakini mmoja ananyimwa haki yake. Kwa hiyo mimi nataka tu niseme Karia maendeleo yote ya mpira hayachagizwi na mtu mmoja. Karia akiwa kiongozi. Yeye Karia unasema labda alisimamia vizuri. Angesimamia vizuri alafu sisi tusiwe na timu bora. Sasa ni yeye pia ana encourage vilabu kufanya vizuri. Kwa sababu unajua ni upepo wake. Vilabu kufanya vizuri hatukatai. Lakini ni pamoja na vitu kama hivi, kanuni na taratibu zifuatwe. Sisi ndio ombi letu kubwa. Kwa sababu lakini pia naye kauli zake. Labda kwenye kauli zake zisiegemee upande. Uone hizi zimeegemea. Yule kaongea ya kwake, hajataja chochote. Na zile kauli ndio zilizoibua. Kwa nini ziibue haya yote? Sio kwamba Young Africa ni kwamba lenu moja. Alama bodi ivunjwe na Karia aombe kwa kauli aliyotoa. Kwa leo Karia mzee wetu bana. Wananchi wanahitaji waombe radhi. Nadhani ni swala la kawaida. Ukidhani kuna mahali umewakosea, basi mimi ni kuombe, mimi kijana wako bana, kuombe radhi, lakini mengine endelee au vipi?